Katika kijiji cha Koforidua, kilichozungukwa na milima ya kijani na mashamba makubwa ya kakao nchini Ghana, kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Kofi. Kofi hakuwa kama vijana wengine wa umri wake. Wakati wenzake walikuwa wakihangaika na kazi za mashambani au kutafuta wachumba, Kofi alikuwa na tabia moja ya ajabu iliyowafanya wanakijiji wamtazame kwa jicho la mashaka na hofu. Kofi alikuwa na desturi ya kucheka kwenye mazishi, sio kwamba alikuwa akitabasamu kwa unyonge au kucheka kwa siri. Hapana, Kofi alicheka kwa sauti ya juu, kicheko cha kutoka moyoni kilichovuma kama ngurumo ya radi katikati ya vilio na huzuni. Kicheko chake kilikuwa kikijaa furaha tele, kana kwamba amesimuliwa utani mcheshi kuliko yote duniani wakati sanduku la maiti likishushwa kaburini. Wanakijiji walishindwa kuelewa. Inakuwaje mwanadamu anaweza kucheka wakati wa msiba mzito hivi, walinong'ona. Watoto walimkimbia wakimwita mwenda wazimu, na watu wazima walisema amelaaniwa na miungu ya milimani. Lakini Kofi kamwe hakutoa maelezo. Alitabasamu tu, akapangusa machozi ya kicheko na kuondoka zake kwa hatua za madaha. Siku moja asubuhi, kijiji cha Koforidua kiliamka na habari za kuhuzunisha sana. Mzee Nana Kwesi, mzee mwenye busara na fadhila nyingi kuliko wote kijijini, alikuwa amefariki dunia. Nana Kwesi alipendwa na kila mtu, alikuwa kimbilio la wenye njaa, mpatanishi wa waliogombana na sauti ya hekima kwa vijana. Kifo chake kiliacha pengo kubwa na kijiji kizima kilizizima kwa vilio. Maandalizi ya mazishi makubwa yalianza, kila mmoja akitaka kumpa heshima yake ya mwisho shujaa huyu wa amani. Lakini ndani ya mioyo yao, wanakijiji walikuwa na wasiwasi mmoja mkuu: je, Kofi atakuja? Na akija, je, atacheka tena mbele ya mwili wa mzee huyu mtukufu? Siku ya mazishi ilifika na jua la Ghana lilikuwa likiwaka kwa mng'ao wa huzuni. Wanakijiji walikusanyika chini ya hema kubwa karibu na uwanja wa kijiji, wote wakiwa wamevalia mavazi meusi na mekundu ya asili ya Ghana, ishara ya maombolezo mazito. Familia ya Nana Kwesi iliketi mbele, macho yao yakiwa yamevimba kwa kulia. Hewa ilikuwa nzito, iliyojaa harufu ya ubani na sauti za huzuni za wapiga maseche. Wakati mhubiri aliposimama kuanza sala ya mwisho, na kijiji kizima kikiwa kimenyamaza kimya kabisa kiasi cha kusikia sauti ya mende akitembea, Kofi alitokea. Alisimama nyuma kabisa ya umati, akiwa amevalia shati lake kuukuu lililopata mikunjo na makalambwanda yake ya vumbi. Watu walishikilia pumzi zao. Walikuwa na hofu ya kile kinachoweza kutokea. Mhubiri alipoanza kuelezea maisha matukufu ya mzee Nana Kwesi na jinsi alivyojitoa kwa kijiji, ghafla, ukimya ulichanwa na sauti iliyowashtua wote. Kofi alikuwa akicheka. Sio kicheko kidogo, bali kicheko cha nguvu kilichovuma na kurindima kwenye kuta za hema. Waombolezaji waliganda. Macho yao yalipanuka kwa mshtuko na hasira. Kwame, mtoto wa kwanza wa Nana Kwesi, alisimama kwa ghadhabu, uso wake ukiwa mwekundu kama damu. Unathubutuje kucheka kwenye mazishi ya baba yangu? Alipiga kelele. Wanakijiji walianza kuzomea, wengine wakitaka Kofi afukuzwe na kupigwa. Lakini Kofi hakunyamaza. Alizidi kucheka, akishikilia tumbo lake kana kwamba hawezi kujizuia. Kicheko chake kiliwaacha kila mtu na mchanganyiko wa hasira na kuchanganyikiwa. Kwame alimfuata Kofi kwa hatua za haraka, ngumi zake zikiwa zimekunjwa. Kuna nini kibaya na wewe? Alifoka. Kwa nini unacheka wakati sisi tunaomboleza? Kofi alipangusa machozi ya kicheko yaliyokuwa yakimtoka, akamtazama Kwame kwa utulivu na kutabasamu kwa huzuni fulani ndani ya macho yake. Simfanyii dhihaka baba yako, alisema kwa sauti ya chini lakini iliyosikika kwa wote. Nacheka kwa sababu naona kile ambacho ninyi hamwezi kukiona. Wanakijiji walishikwa na bumbuazi. Unamaanisha nini? Kwame alidai majibu. Kofi alitikisa kichwa chake polepole. Hamtanielewa kwa sasa, alisema. Kisha, bila neno lingine, aligeuka na kuondoka, akiwaacha wanakijiji katika ukimya mzito wa maswali yasiyokuwa na majibu. Baada ya mazishi ya mzee Nana Kwesi, kijiji cha Koforidua hakikuweza kutulia.
Kila kona, kwenye vilinge vya kahawa na kando ya mito ambapo wanawake walifua nguo, gumzo lilikuwa moja tu, Kofi na kicheko chake cha ajabu. Kwa nini aseme maneno yale ya fumbo? Mwanamke mmoja alijiuliza huku akitua mtungi wa maji. Labda anajua jambo ambalo sisi hatulijui, mwingine alijibu kwa sauti ya kunong'ona. Wengi waliamini Kofi ana siri nzito, huku wengine wakishikilia msimamo kuwa ni wazimu tu uliokuwa ukimsumbua. Hata hivyo, Kwame hakuweza kulala. Maneno ya Kofi yalikuwa yakimchoma moyoni kama mkuki. Alijihisi kudhalilishwa mbele ya umati, lakini zaidi ya yote, alihisi kuna kitu hakiko sawa. Alimvunjia heshima baba yangu, Kwame alijiambia huku akitembea usiku kucha chumbani kwake. Lazima nijue alimaanisha nini, hata kama itanichukua maisha yangu yote. Akiwa na dhamira hiyo, Kwame alianza kufanya uchunguzi wa siri kuhusu maisha ya zamani ya Kofi, akitumaini kupata jibu la kicheko kile cha kikatili, lakini kabla Kwame hajapata majibu yoyote, msiba mwingine mzito ulikipiga kijiji cha Koforidua. Msichana mrembo na mpendwa Amaka, aliyekuwa akijulikana kwa wema wake na sauti yake ya upole, alifariki ghafla. Amaka alikuwa akichota maji mlimani alipoanguka na kupoteza maisha. Kijiji kilivunjika moyo. Mama yake Amaka alilia kwa sauti ya kukata tamaa, akisema kifo cha binti yake hakikuwa cha kawaida, bali kilikuwa na harufu ya usaliti. Tetesi zilianza kusambaa kuwa huenda Amaka aliuawa na mazishi yake yalipangwa kufanyika siku iliyofuata. Wanakijiji walinong'ona kwa hofu, je, Kofi atakuja? Na akija atacheka tena? Siku ya mazishi ya Amaka, anga lilikuwa na mawingu mazito ya kijivu, kana kwamba mbingu zenyewe zilikuwa zikilia. Familia ya Amaka iliketi mstari wa mbele, mama yake akigagaa kwa uchungu. Wakati mhubiri akianza kutoa neno la faraja, ghafla, kama ilivyotarajiwa, Kofi alitokea. Alisimama pale pale nyuma, uso wake ukiwa na utulivu wa ajabu ambao haukuweza kusomeka. Kwa muda ilionekana kama safari hii angenyamaza. Lakini mhubiri alipoanza kusema, Mungu amemchukua binti yetu kwa sababu anampenda, kicheko cha Kofi kilipasua ukimya. Ha 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 ha. Ho ho ho. Kicheko kile kilikuwa na sauti ya kutisha zaidi safari hii. Kilikuwa kicheko chenye mwangwi wa ajabu uliowaingia wanakijiji hadi kwenye mifupa. Mama yake Amaka alipiga yowe, kwa nini unacheka kifo cha binti yangu? Una roho ya namna gani wewe? Umati ulimgeukia Kofi kwa hasira kali, baadhi wakichukua mawe, lakini safari hii, Kofi aliacha kucheka ghafla. Alimtazama mama Amaka kwa uso wa huzuni na umakini mkubwa. Sicheki kifo cha binti yako, alisema Kofi, sauti yake ikiwa na mamlaka ambayo hajawahi kuonyesha. Nacheka kwa sababu ukweli uko karibu sana. Nacheka kwa sababu nawaona waliomuua wakijifanya waombolezaji. Wanakijiji walipigwa na butwaa. Ukweli gani? Mtu mmoja alipiga kelele. Acha kusema kwa mafumbo, mwingine alifoka. Lakini Kofi hakujibu. Aligeuka na kuondoka kwa kasi, akimwacha kila mtu katika hali ya mkanganyiko mkubwa zaidi. Kwame aliyekuwa akimtazama kwa karibu, alijua sasa kuwa Kofi si mwenda wazimu. Anajua kitu, Kwame aliwaza. Nitamlazimisha aniambie. Jioni hiyo, Kwame alimfuata Kofi hadi kwenye kanda ndogo ya kijana huyo pembezoni mwa kijiji. Jua lilikuwa likizama na hewa ilikuwa na ubaridi wa milima. Kofi alikuwa ameketi nje akitazama anga. Niambie, ulimaanisha nini? Kwame alidai kwa sauti ya ukali iliyochanganyika na maumivu. Ukweli gani huo unaosema? Kofi alishusha pumzi ndefu na kumtazama Kwame. Wafu hawatulii hadi hadithi zao zisimaliwe, alisema. Kwame alikunja uso kwa kuchanganyikiwa. Unasema nini? Uso wa Kofi ukawa wa dhati. Baba yako na Amaka waliuawa, Kwame. Na ukweli hautabaki sirini kwa muda mrefu. Kwame aliganda, akimkodolea Kofi macho kwa kutokuamini. Unasema nini? Baba yangu alikufa kwa uzee. Amaka alianguka.
Sauti yake ilikuwa ikitetemeka kwa hasira na hofu. Kofi alitikisa kichwa. Wafu wanasema, Kwame. Mimi nasikia sauti zao. Roho ya mzee Nana Kwesi na Amaka hazina utulivu na zinadai haki. Kwame alitikisa kichwa kwa kukataa. Huu ni wazimu. Unategemea niamini unaweza kusikia wafu? Kofi alitabasamu kidogo, tabasamu la uchungu. Hulazimiki kuniamini. Lakini ukweli utajidhihirisha wenyewe. Sikiliza kwa makini nawe utaugundua. Kwame alirejea kijijini akiwa anatetemeka. Hakumwambia mtu yeyote kuhusu mazungumzo yake na Kofi, lakini hakuweza kuacha kufikiria. Wakati huo huo, shinikizo kwa Kofi liliongezeka, lakini alibaki mtulivu na mkimya. Kwame aliamua kuanza uchunguzi wake mwenyewe. Alianza kwa kuwauliza marafiki wa karibu wa baba yake kuhusu siku zake za mwisho. Mzee mmoja anayeitwa Okoro alisita kabla ya kujibu, baba yako hakuwa sawa wiki yake ya mwisho. Alilalamika kuhusu ladha chungu kwenye chakula chake. Moyo wa Kwame ulipiga kwa kasi. Daima aliamini baba yake alikufa kwa uzee, sasa mashaka yalianza kukua. Je, inawezekana Kofi anasema kweli? Uchunguzi wake ulimpeleka kwa mganga wa kijiji, Adaku, aliyekuwa amemwandalia dawa Nana Kwesi. Je, baba yangu alikuja kwako kabla hajafa? Kwame alimuuliza. Adaku alitikisa kichwa. Ndiyo, alikuja akilalamika maumivu ya tumbo. Nilimpa mitishamba, lakini nilihisi kuna kitu kibaya, ilionekana kama sumu. Macho ya Kwame yalipanuka. Sumu? Alirudia. Adaku alitikisa kichwa kwa huzuni. Nilitaka amuonye mtu, lakini ilikuwa tayari ni chele. Moyo wa Kwame ulizama. Alijua sasa kuwa kicheko cha Kofi kilikuwa na maana nzito kuliko alivyodhania. Baada ya kusikia maneno ya Adaku kuhusu sumu, Kwame alihisi dunia ikizunguka. Kila kitu alichokijua kuhusu kifo cha baba yake kilikuwa kikiporomoka. Wakati huo huo, alianza kusikia tetesi nyingine kuhusu Amaka. Rafiki wa karibu wa Amaka, binti mmoja aliyeitwa Efua, alimfuata Kwame kwa siri na kumpa habari iliyomfanya damu yake igande. Amaka alikuwa na hofu kabla hajafa, Efua alinong'ona huku akitazama huku na kule kwa wasiwasi. Aliniambia kuwa amegundua siri nzito kuhusu mtu fulani mwenye ushawishi kijijini, lakini hakuwa amepata nafasi ya kumwambia yeyote. Kwame alikaza taya zake. Aligundua nini, Efua? Msichana huyo alitikisa kichwa kwa hofu, hakusema, alisema tu ni hatari na anahitaji kuonana na wazee wa kijiji haraka. Kwame alielewa sasa, kifo cha Amaka hakikuwa ajali. Aliuawa ili kunyamazisha ukweli. Akiwa na kiu ya majibu, alirejea kwenye kanda ya Kofi usiku wa manane. Kofi alikuwa ameketi nje akivuta harufu ya usiku. Ulikuwa sahihi, Kwame alisema, sauti yake ikiwa na uchungu na uchovu. Kuna mengi nyuma ya vifo hivi. Kofi alitikisa kichwa kwa utulivu, wafu hawasemi uongo, Kwame. Lakini sasa lazima uamue, utafukua ukweli au utawacha uzikwe kaburini. Kwame alikunjata ngumi. Nataka kujua ukweli hata kama utaniwa. Kofi alitabasamu kidogo, kisha akainama karibu na Kwame, sauti yake ikiwa ya chini na ya dhati. Ukweli unaotafuta ni wa hatari. Kuna watu katika kijiji hiki ambao watafanya lolote kuficha madhambi yao. Unasema kuna mtu humu kijijini aliyemuua baba yangu na Amaka? Kwame aliuliza. Kofi alitikisa kichwa, ndiyo, na hawatasita kukuua wewe pia. Kwame alihisi mchanganyiko wa hasira na hofu. Ni nani? Kofi alitikisa kichwa tena, hiyo ni kazi yako kuigundua, lakini uwe makini sana. Usiku ule, Kwame hakuweza kupata usingizi. Maneno ya Kofi yalikuwa yakirindima kichwani mwake. Alfajiri na mapema, alianza kuwachokonoa marafiki wa zamani wa baba yake kwa maswali mapya. Wengi walikana kujua lolote, lakini mzee mmoja, Bwana Osei, alimvuta kando. Baba yako aligombana na mtu muda mfupi kabla hajafa, Osei alisema.
Kwame alihimiza, nani huyo? Bwana Osei alisita, kisha akasema kwa sauti ya kunong'ona, alikuwa mjomba wako, Eko. Tumbo la Kwame lilivurugika. Mjomba Eko alikuwa mdogo wake Nana Kwesi na alionekana kuwa karibu sana na familia. Kwa nini wagombane? Osei alishusha mabega, sijui, lakini ilikuwa mabishano makali. Walikutana kwa siri na baba yako alionekana mwenye hasira sana baada ya hapo. Kwame aliamua kumkabili mjomba wake. Mapema asubuhi iliyofuata alielekea nyumbani kwa Eko. Alimkuta mjomba wake akiwa nje akinoa panga lake. Mjomba, nahitaji kuzungumza nawe, Kwame alisema. Eko alimtazama kwa mshangao, kuna nini, mwanangu? Kwame hakuremba maneno, najua uligombana na baba kabla hajafa. Mligombania nini? Uso wa Eko ulibadilika na kuwa mweusi. Hiyo si biashara yako, alijibu kwa ukali. Kwame alipiga hatua moja mbele, ni biashara yangu kama ina uhusiano na kifo chake. Eko alitupa panga chini kwa hasira, baba yako na mimi tulikuwa na migogoro ya mashamba, alitaka niuze sehemu yangu nikakataa. Hiyo ndiyo yote. Nisingeweza kumdhuru kaka yangu. Kwame hakuridhika. Kitu fulani moyoni mwake kilimwambia Eko anaficha jambo. Aliporejea nyumbani, alikuta barua imepitishwa chini ya mlango wake. Iliandikwa, acha kuuliza maswali au utajuta. Mikono yake ilitetemeka, lakini badala ya kuogopa, alihisi ghadhabu. Alimpelekea Kofi ile barua. Kofi aliitazama na kusema, wanaogopa. Ukweli umeanza kuwafikia. Kisha Kofi aliongeza habari nyingine ya kushtua, sumu haikuwekwa ili amue baba yako papo hapo. Iliwekwa kidogo kidogo kwenye chakula chake kwa muda mrefu. Aliyefanya hivyo hakuwa peke yake. Kwame alikumbuka kitu. Aliyekuwa akitayarisha chakula cha baba yake alikuwa binti wa kazi aliyeitwa Abena. Alimtafuta Abena na kumkabili kwa ukali. Abena alianza kulia na kutetemeka, sikutaka kumuua mzee Nana. Mjomba Eko alinitishia. Alisema kama nisipomruhusu kuingia jikoni na kuweka dawa ya familia kwenye chakula, angeua familia yangu. Moyo wa Kwame ulipasuka. Kwa hiyo ulijua alikuwa akimpa sumu? Abena alitikisa kichwa huku akilia, nilijaribu kumzuia lakini hakuacha. Samahani sana, Kwame. Kwame alihisi mchanganyiko wa chuki na huzuni. Usaliti huu ulikuwa mzito mno, sasa Kwame alikuwa na ushahidi. Alishirikiana na Kofi kupanga mtego. Tutawakusanya wazee na kumuumbua mbele ya kila mtu, Kofi alishauri. Lakini lazima tumkamate akiwa hajajipanga. Kwame alikubali na kumwalika mjomba wake Eko kwa chakula cha jioni, akijifanya kuwa kila kitu ni sawa. Eko alifika akitabasamu, ni vizuri kuona tumeyamaliza, Kwame. Walipokuwa wakila, Kwame alielekeza mazungumzo kwenye kifo cha baba yake. Bado nawaza kifo cha baba, Kwame alisema huku akimtazama Eko machoni. Eko alijibu kwa sauti ya baridi, ilikuwa bahati mbaya tu. Kwame alisimama ghafla, sauti yake ikiwa thabiti kama mwamba, najua ukweli, mjomba. Wewe ndiye uliyempa sumu baba yangu. Eko aliganda, uso wake ukapoteza rangi. Unasema nini wewe? Wakati huo, Kofi aliingia kutoka kivulini, akiwa ameshikilia ungamo la maandishi la Abena. Tuna ushahidi, Eko, Kofi alisema. Chumba kikawa kimya kama kaburi. Eko alijua mchezo umekwisha. Alianza kunong'ona, haikupaswa kuwa hivi, nilitaka tu awe dhaifu ili nikubaliwe kuuza ardhi, sikutaka kumua. Kwame alipiga kelele kwa hasira na amaka. Je, ulimuua yeye pia? Eko aliinamisha kichwa na kuanza kulia, alitusikia mimi na Abena tukiongea. Alitishia kwenda kwa wazee, ilibidi ninyamazishe sauti yake. Kwame alihisi uchungu wa usaliti wa damu. Uliua kaka yako na binti asiye na hatia kwa sababu ya tamaa. Siku iliyofuata wazee wa kijiji walikusanyika.
Chini ya ushahidi wa Kwame na ushuhuda wa Kofi, mjomba Eko na Abena walihukumiwa. Eko alifukuzwa kijijini milele, banished, na Abena alipewa adhabu ya kufanya kazi ngumu ya kijamii baada ya kuomba radhi kwa machozi. Haki ilitendeka. Kijiji cha Koforidua kilianza kupona. Watu waliacha kumwita Kofi mwendawazimu na kuanza kumheshimu kama mlinzi wa ukweli. Siku moja asubuhi, Kwame alienda kumtembelea Kofi, lakini akakuta kanda yake ikiwa tupu. Kofi alikuwa ameondoka bila neno. Kwame alisimama nje ya kanda hiyo, akasikia mwangwi mdogo wa kicheko kwenye upepo wa milimani. Alitabasamu na kunong'ona, "Asante, Kofi." Mtu aliyekuwa akicheka kwenye mazishi alikuwa ameleta amani kwa wafu na haki kwa walio hai.